Audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tunaona kwamba fikra ya mwanadamu haifanyi mzaha na kitu kinachoitwa uhuru. Siku zote fitra, nature, inakuwa ni yenye kumsukuma mwanadamu kuelekea kitu kinachoitwa uhuru. Lakini mmoja wa maulama wetu anasema raaina, haya yote ambayo kwamba sisi tunasema, tumeona kwamba raaina kathira min al-afrad, tumeona wengi wa watu ambao kwamba wamo ulimwenguni na walikuwa wanaishi na walikuwa kabla yetu na walikuwa kabla ya wale ambao kwamba walikuwa kabla yetu, almashhurin, wengi ambao kwamba walikuwa ni wanaojulikana fil alam, katika ulimwengu huu, kutilu, wengi wao waliuawa. Wakati ambao kwamba tukirudi katika kadhia ya Muharram tukufu, ya mwezi wa Muharram, na tukirudi kwa kadhia ya Imam Hussein alayhi salam na kadhia nyingine na nyingine, tunaona kwamba wengi waliuawa, kutilu, waliuawa. Kwa nini? Lidifaa, kwa ajili ya kukinga na kwa ajili ya kuprotect nini, an aradhihim. Ya kwanza waliuawa kwa ajili ya kuprotect ardhi zao. Tuanze na hiyo. Kwa nini wana protect ardhi zao? Na wana protect ardhi zao kutokamana na nani? Min aidi tughat, kutokamana na mkono wa mataghuti, mataghuti walmustakbirin, na wale ambao kwamba wanaofanya kibri, wale ambao kwamba wanaenda kinyume na nature. Nataka nisimame katika haya maneno mawili. Almustakbirun ni wale ambao kwamba wanaotakabari juu ya ardhi, wanaojiona. Watughat ni mataghuti. Nataka nisimame kwa hizi nukta mbili, alafu tuendelee. Tumesema mwanzo kwamba wale wengi wameuawa na hawa watu wawili, wengi wameuawa watu wanaojulikana kutokamana na hawa watu wawili, wanaotakabari na mataghuti. Kwa nini wameuawa? Kwa sababu ya kuprotect, kwa ajili ya kulinda ardhi zao. Hiyo ndio tumechukua mfano. Hawa mustakbiruna ni akina nani? Hawa mustakbiruna unaweza pata ni wale ambao kwamba hawaishi katika ardhi ile. Mataghuti ni akina nani? Mataghuti pia ni hawa ambao kwamba ni madhalimu, ambao kwamba hawaishi, unaweza wapata hawaishi katika ardhi ile. Na wale ambao kwamba waliuawa ni kina nani? Wale ambao kwamba waliuawa ni watu ambao kwamba wanaishi katika ardhi ile, ambao kwamba walikuwa wanawazuia almustakbirun na mataghuti waingie katika ardhi ile. Kwa nini wasiingie katika ardhi ile? Kwa sababu watakapoingia katika ardhi ile, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innal muluka idha dakhalu, watakapoingia katika qarya afsaduha, watakuwa wenye kufanya nini? Kufanya ufisadi. Sasa tuchukue kwamba hawa almustakbirun na mataghuti ni hao ambao kwamba wanajidai kuwa ni wamilki, ni wafalme na lafdhi kama hizo. Kwa nini? Tuendelee zaidi. Kwa nini wasiingie? Kwa sababu watakuwa ni wenye kuwanyima uhuru wao, yani watakuwa ni wenye kuchukua uhuru yao ambao kwamba wako nayo. Leo mataghuti watakapoingia katika ardhi ya watu fulani, katika nchi ya watu fulani, katika sehemu ya watu fulani, utapata kwamba wengi wanakosa ile uhuru wao ambao kwamba wako nayo kila siku. Tuchukue mfano, wewe uko na nyumba yako na unaishi kwako, akuje mtu ambaye kwamba ana hela zake kwa nyumbani kwako. Tuseme kwamba wewe uko na hali yako ni nzuri, lakini aje na mtu ambaye kwamba hali yake ni nzuri zaidi, ambaye kwamba hafahamu sheria za nyumba yako, hafahamu umetoka wapi na kila kitu ambacho kwamba uko nacho. Akuje kwako kwa nguvu na aketi. Baada ya kuketi, asitoke, abaki kwako. Kitu cha kwanza ambacho kwamba hautakuwa nacho wewe itakuwa ni uhuru. Hautakuwa nacho. Uhuru inamaanisha nini? Uhuru inamaanisha ni ile activities zako zitakuwa zenye kupungua. Mfano, kila siku 100% unafanya kitu fulani. Sasa utapunguza zile activities zako, zitakuwa ni 20% activities zako, zile 80% zitakuwa za yule bwana.
Sasa yule bwana ndiye ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kukuendesha. Hivyo hivyo wale muluku watakapoingia katika ardhi fulani watakuwa ni wenye kufanya hivyo. Sasa wengi waliuawa kwa ajili ya kutoa hawa mustakbirun na matughat katika ardhi zao, na wengi pia waliuawa kwa ajili ya kutetea kwamba hii system ambayo kwamba mmekuja nayo, kwa ajili mustakbir na mataghuti wanakuja na system ambayo kwamba itakuwa ni yenye kuondoa ile system ya asili ambayo kwamba nyinyi mko nayo. Sasa ili mdefend, ili mjaribu kuokoa ile system ambayo kwamba nyinyi mnayo, basi ni lazima kusimama na kusema hii system ndio yetu sisi, hatutaki system yako ambayo kwamba wewe unatulazimisha. Na ndio maana hapo mataghuti wanaona hapana, nyinyi mnafaa tu kuuawa, na ndio tunapata historia inathibitisha hivyo kwamba wengi waliuawa kwa ajili ya kujaribu kuongea, wengi waliuawa kwa ajili ya kusema, na wengi waliuawa kwa ajili ya kudefend ile haki ambayo kwamba walikuwa nayo. Sasa ndo anasema liannahum mustakbirun, hawa ambao kwamba wanaingia pasina kuwaomba, wanaoingia pasina kutaka ruhusa kwenu, liannahum, kwa ajili ya hao mustakbirun na mataghuti, yuriduna an yudfiu, wanataka kuzimia mbali maana alhurriya, wanataka kuzimia mbali maana ya uhuru. Kivipi? Wanaweza kuja na neno uhuru, waseme hii ni uhuru, lakini kwa lafdhi nyingine. Yani wanaweza kuja na neno ambalo kwamba linakuwa ni musawi ya uhuru, inaweza kuwa ni sawa na uhuru, lakini si uhuru ambayo kwamba fitra inaikubali. Wanaweza waambia sawa, sisi tumeingia katika ardhi zenu, sisi tumeingia katika sehemu yenu, lakini sasa nini ambacho kwamba tunataka hii na hii na hii na hii, lakini nyinyi mko na uhuru. Sasa ile uhuru si uhuru, itakuwa ni kitu kingine tu, majazi vile wanavyosema. Sasa liannahum yuriduna an yudfiu maana alhurriya, wanataka kuzimia mbali maana ya uhuria, maana ya uhuru, maana ya uhakika ya uhuru. Wayulzimuna, na wanalazimisha sana, bitafiha, wanalazimisha kuzimia mbali maana ya uhuru. Imma kwa njia gani? Imma sirran au alanan, wanataka kuzima maana ya uhuru imma kisiri au kidhahiri. Na wakadhalika yafalun na hivyo hivyo wengi wanafanya. Yani historia inathibitisha kwamba wengi hao mataghuti na mustakbirun wanafanya vitu ina hivyo, yani wanazimia mbali maana ya uhuru, wanawaletea lafzi nyingine ambayo kwamba wanasema hii ndio uhuru, lakini kumbe si hivyo, ni kitu kingine tofauti, na historia inaeleza zaidi. Anaendelea nasema mmoja wa maulama wetu kwamba kulluna nafham, sisi sote sasa narudi katika nature yetu, baada sote kukubaliana kwamba nature ndiye ambaye kwamba haikubali, nature ndiye ambaye kwamba inatusukuma katika uhuru, na sote tunakubaliana hivyo. Anasema kulluna nafhamu bi annana nas'a, sisi sote tunafanya bidii, kila siku tuko njiani, kila yaumin libinai aradhina, kila siku tunajenga ardhi zetu, tunajenga miji zetu, watanina, tunajenga miji zetu, bimidadin, tunajenga miji zetu kwa kutumia nini? Kwa kutumia, huu ni mfano tunatoa, lakini anasema tunajenga ardhi zetu na miji zetu, bimidadin, kwa kutumia wino ya kwanza, wa qalam, na pia tunajenga miji zetu kwa kutumia kalamu, wa mistara, na tunajenga miji zetu pia kwa kutumia rula. Tunaona katika asili ndo hivyo ilivyo. Wa waraq, na pia tunajenga miji zetu kwa kutumia karatasi. Karatasi inatusaidia sisi kubainisha hapa mpaka hapa ni mji wetu, na kalamu inatusaidia kuchora ile kharita na ile map ya miji zetu. Wa hadhihi hiya awwalul khutwa, na hii yani utumizi wa wino, utumizi wa kalamu, utumizi wa rula, utumizi wa karatasi. Anasema hiya awwalul khutwa, yani ni hatua ya kwanza ya nini? Lilkhuruji an dairati alubudiyya, ya kutoka katika daira, ya kutoka katika circle ya ubudiyya. Wakati ambao kwamba tunataka tutoke katika circle ya slavery, tunataka tutoke katika circle hakikatan
yani tutoke katika circle ya slavery hakikatan, yani kwa uhakika ikiwa tunataka tutoke, ni lazima tutumie wino, ni lazima tutumie kalamu, ni lazima tutumie rula, na lazima tutumie karatasi kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kutafuta uhuru. Lakini anasema wahadhi ya awal khutwa, na ndo hatua ya kwanza kutoka katika hiyo circle ya slavery. Kabla an nakhudh fi almas'ala, lakini kabla tuendelee katika haya ambayo kwamba sisi tunasema, yani katika haya mambo ambayo kwamba sisi tumeyasema, hunaka iddat nuqat, kuna nukta kadhaa ambayo kwamba inshallah taala tutakuwa ni wenye kuongea kwa urefu zaidi katika vikao ambavyo kwamba vinavyokuja. Kwa hivyo kuna nukta kadhaa, lazima kwanza tuziangalie hizi nukta, tuzitayarishe, tuweke katika jamvi, tuziandike, alafu kisha tuwe wenye kuendelea. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.